wanaochangia ninaona kwamba kuna misi kidogo, lakini walioleta wala lengo sio access to information. Lengo ni kuzuia vyombo vya habari kuwa huru katika kutetea maslahi ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi taarifa zinazoongelewa zikatafutwe kwamba diwani, mwenyekiti wa mtaa, tayari sheria ya local government inasema kwamba mwenyekiti wa serikali ya mitaa kabla hajaenda kwenye UDC anapaswa kuitisha mkutano wa hadhara na kusoma mapato na matumizi na kuchukua kero za wananchi. Sasa leo huu mswada ulivyoletwa na Mheshimiwa Mwakiembe, bwashe wangu, ameuleta kimkakati sana, lakini lengo lake litatimia kwa sababu hakuna siku mmeacha kupitisha kitu mnachokitaka hata kama ni dhambi. Hii pia itapita, lakini lengo la mswada ni kuzuia uhuru wa vyombo vya habari. Na narudia tena, Mheshimiwa wabunge, leo sisi wote hapa tuna influence. Tuna namba za simu za mawaziri, tuna namba za simu za watu wa usalama. Watoto wetu hawatakuwa na influence tulionayo. Hizi ukiangalia hii sheria, hiyo mswada ulioletwa, ukiangalia na hukumu iliyoletwa kwamba in case mtu akitoa taarifa ambazo sio sahihi, hapa mmesema kwenye mara ya kwanza mlisema anapaswa kwenda jela miaka isiyopungua 10. Unajiuliza, hivi ni diwani ndo ni mtendaji wa kata ndo amepangiwa miaka 10 asipotoa taarifa za maendeleo ya kata? Na maendeleo ya kata diwani anakwenda halmashauri, kuna vikao, kuna kamati za finance inajadili mambo ya siri. Mabaraza yote ya halmashauri yanafanya mabaraza kwa wazi, na mabaraza yote yanatangazwa watu waje. Huu mswada hauna maana hii mnayoitaka. Huu mswada ni hamtaki kuona makala za magazeti, hamtaki kuona taarifa yote nyingine. Ili mheshimiwa utafanikiwa, kama Mwakiembe waziri wa sheria aliweza kabisa kutetea kuzuiwa kwa mikutano ya hadhara, na yeye ni mwalimu wa sheria, swala la katiba, huu mswada umeoleta kwa njia ya mbali sana. Mheshimiwa utafanikiwa, lakini nasema ukweli, humu bungeni tutakaa kwa muda tu. Iko siku hizi sheria tunazopitisha humu ndani zitaendelea kula vizazi vyetu, na siku moja utasema haya mambo ulipitisha mimi. Haya mambo yanakuja kuzuia vyombo vya habari. Waziri ameshafungia vyombo vya habari zaidi ya 3. Kila siku napo akiamka anafunga chombo cha habari. Chombo cha habari chochote kinachomsema rais, chombo cha habari chochote kinachosema viongozi wa serikali ni chombo cha habari ambacho kinaonekana kwa sababu nie mtatawala milele. Niliwaambia huko nyuma, kuna wakati zilitungwa sheria huko, wakati inapitishwa hapa Act za Economic Crimes na Money Laundering, mlifikiri mnawatungia Chadema, mkafikiri mnawatungia. Sasa hivi wale wote wanaojua TAKUKURU ni watu ambao walikuwa kwenye madawati haya. Hizi sheria mnazotunga kuzuia ya mambo zitakuja kuwala kwa upande mmoja. Leo mimi nawaambia ukweli, aliulizwa waziri mmoja akiwa magereza huko amenyimwa zamani, akasema hii sheria, huu mswada ulikuja kwenye cabinet, kwa nini ukupinga? Akasema nilifikiri unatungia wale kule nje. Hizi sheria mnazotunga mtutungi sisi, mnatungia watoto wetu. Hili ni bunge ambalo linatunga sheria eti ya kuprotect mtu mmoja. Leo nimemwambia AG hapa asubuhi, hivi umesoma kutengeneza nuclear ama sheria? AG kwenye vyombo vya habari anaonekana kabisa na shida kutetea katiba, na sisi wote tuko hapa kwa sababu ya katiba. Mimi leo ni bunge kwa sababu ya katiba, rais leo ni rais wa jamhuri kwa sababu ni katiba, hao polisi wanatusachi hapo nje ni kwa sababu ya katiba. Lakini katiba hiyo ilipokuja kwenye haki ya kufanya mikutano ya hadhara, mimi naambiwa nifanye mkutano wa Arusha tu. Waziri hujaongea na wakati Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni ya 68 nikisoma pamoja na kanuni ya 86, kanuni ndogo ya 8, kwa ruksa yako naomba niisome kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, majadiliano juu ya hoja kuhusu muswada kama yapo yatahusu maneno yanayohusiana na hoja tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muktadha wa kanuni hii niliyoisoma hapo, msemaji ambaye nimemwombea kuhusu taratibu anazungumza vitu out of context, tofauti kabisa.
hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba umwelekeze msemaji aende kujadili muswada wa sheria tunaojadili kwa mujibu wa utaratibu. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, ni swala la utaratibu ndio linachukua fursa ya kwanza, maana tunapaswa kuzingatia kanuni za bunge hili. Amenisomea hiyo kanuni ya 86(7) ambayo ndio mimi nilianza nayo wakati na wakaribisheni tuanze mjadala huu. Sasa hayo ambayo ameyasema Mheshimiwa Godbless Lema, nadhani alikuwa anajaribu kuimarisha tu hoja yake. Yes. Lakini mimi nawasihi pia mtusaidie. Mbunge mzuri, mtungaji wa sheria haishii kulalama tu. Naenda sasa hatua moja mbele, kwamba tunapendekeza sawa, sasa kama mapendekezo, kwani mlijua haya yafuatayo yaingie. Lakini kama tutafanya shughuli ya kusherehesha bunge, tutakuwa hatuisaidii nchi hii. Mheshimiwa Lema na wengine mtakao yenda hoja swala ndio huu, hoja tunayo ni swala huu, tusaidieni kuboresha. Vijembe havitasaidia kuboresha swala. Endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinde dakika zangu 7 zilizobaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanisa alihitaji mtakatifu kumfanya mtakatifu, linamhitaji mwenye dhambi kumfanya mtakatifu. Ndo kazi ya msingi ya kanisa. Mimi humu ndani kama mbunge na kazi moja tu, kwanza kuhubiri na kueleza ukweli. Huu mswada wote umeletwa kwa lengo la kuzuia uhuru wa vyombo vya habari, kwa sababu information zote zinazotakiwa na huu mswada, hizi information ziko huko chini. Diwani akihitaji BOQ ataipata. Mabaraza ya halmashauri yako huru, tena mijadala yao iko wazi. Hii imefungwa. Lengo la huu mswada ni magazeti yasiandikwe, redio zifungwe. Ndio sababu mwenyekiti nasema hili jambo mtafanikiwa, kwa sababu wingi wenu unatosha kupitisha sheria yoyote humu ndani. Lakini mnawakumbusha kwamba kila sheria inayopitishwa na wabunge wa bunge la jamhuri, hampitishi sheria kwa ajili ya kikundi cha watu wachache hiki, mnapitisha sheria kwa ajili ya maisha ya Tanzania hata miaka 100. Nimetolea mfano sheria mbalimbali ambazo zimepitishwa na Mheshimiwa Mwenyekiti. Ukitaka kuangalia hata adhabu iliyowekwa kifungo kwa mtu ambaye ana distort taarifa ni miaka 10 jela. Hii miaka 10 jela haiwezi kuwa ni kwa diwani ama mtendaji wa kata ama mwenyekiti wa mtaa. Hii lengo lake ni kwa waandishi wa habari. Na tulisema huko nyuma, na tunasema tena leo. Hii sasa imeanza. Tuliambiwa sisi tusifanye mikutano ya hadhara. Sasa hivi waandishi wa habari wanapigwa loko. Makanisa na misikiti wasikia itafuata, watanyamazishwa, kwa sababu tunakuelekea tena miswada mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu mswada hauna maana kuja bungeni, kwa sababu una lengo la kuua uhuru wa vyombo vya habari. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hasa information hii Mheshimiwa Mwenyekiti, maana yake gazeti halitaandika taarifa yoyote, na bunge hili Mheshimiwa Mwenyekiti limepata taarifa mbalimbali kutoka hata katika vyombo mbalimbali za Ulaya kuhusu ufisadi ndani ya taifa hili, na magazeti yalifanyia kazi na bunge hili likafanya maamuzi kupitia vitu ambavyo vipeperushi. Leo unaambiwa ukitaka habari uandike barua.